Leo tunaanza pale tulipoishia. Tunamuona mwenyekiti akiwa na Samlata wakiwa kwa mzee Mshindo na Samlata kuanza kudai mtoto huku akimuhimiza mwenyekiti afanye kazi yake. Mzee Mshindo atakataa kata na kumwambia mwenyekiti kuwa akitoki kitu, na kwa kuwa mwenyekiti ameshindwa kumuheshimu, na yeye akaanza kumvunjia heshima kwa kumwambia kuwa yeye na shoga yake Samlata waondoke mahali hapo. Mwisho, baada ya majibizano ya muda mrefu, tutamuona Samlata na mwenyekiti wakikimbizwa na Baba Suzi. Kuanzia leo na mimi sitokuheshimu tena Mwiga wewe. Kwa taarifa yako, wewe na huyo mwenzako kwanza wote sawa nyinyi. Sio tofauti yenu. Sio na mavazi yenu, wote sawa. Akili zenu najua wote sawa kila kitu. Wewe na huyo wote sawa. Wewe mtu na akili zako kuja kuongea pumba. Wewe Sailata, pamoja na huyo mwenzako shoga yako ulokuja naye. Hapa sitoi mtoto wala atoki yeni. Huku msibani nako heka ziishi, kila kukikucha kuna jipya. Leo Mama Kabichi kaja juu na kudai mjukuu wake na maiti ya mwanawe, akaanza kutamba pale na kuwataka akina Sauda watoke nje ili watoe maiti ya mwanawe. Ndipo Sauda atatoka na mabishano kana kawaida yakaanza. Wacha wazodowane, mwisho Mama Kabichi atainua mkono na kutaka kumpiga kofi Sauda. Kwa bahati mkono wa Mama Kabichi utadakwa, na ndipo Mama Kabichi atamuonesha Sauda ishara ya macho, yani wataonjana. Chawi mwanga mkubwa wewe, unadhani nani atakuheshimu? Mwanga mla vitoto vya watu, nani akuheshimu wewe? Mwangalie kwanza. Uliujuaje uchawi kama wewe sio mchawi? Bwana, punde tu kukiwa kumetulia, zinasikika kelele na tunamuona mgeni wa Nilo akiwa amekabwa na Mama Kabichi akiwa anapiga kelele mpaka watu nje wamestuka. Punda anaonekana kutoka ndani akiwa anahema na kumkuta Mama Kabichi akiwa nje. Ndipo atakapomtisha na kumwambia kuwa wewe si unajifanya mjuaji, leo umeingia cha kike na bado hiki ndo kijiji cha Chimbaunye pembeni. Kidogo ataonekana chenga. Ndio kijiji cha Chimbaunye. Huyo mbona bado hapo hajaona? Atayaona mengi mwaka huu. Anabishana na wenyeji. Sema hivyo. Mimi wala sijaongea na wewe. Huku kwa Tano, Kizigo na Mwandola wamewekwa chini na kuelezwa kuwa wanachofanya sio kitu kizuri, kugombana pasipo na ushahidi wa vitu. Mganga Tano atawaambia waache kugombana. Tutamuona Mwandola akiomba msamaha kwa Kizigo kwa maneno aliyoyaongea. Mwisho akaomba apewe adhabu ya kufutwa uganga, lakini Mganga Tano akakataa na kumwomba achunge kauli anazoziongea, kwani mikoba ya wazee hauwezi kuiacha kwa mambo yasiyo na ushahidi. Ndipo Tano atawaomba aache vita vyao, kwani sio vizuri kama matabibu wake anaowategemea. Na hata tulivyokuwa msibani, Vava alinitahadharisha sana kuhusu Mwandola na kuniambia Mwandola ni mtu mbaya na inawezekana kabisa yeye ndio aliyeua binti yangu. Maneno pekee hayawezi kukufanya wewe ukaamini bila kushuhudia. Ni kitu kibaya sana kwa tabibu mkongwe kama wewe kusikia maneno ya kuambiwa bila kushuhudia. Huku njiani tunamuona Samlata akiwa na mwenyekiti. Samlata atamchochea mwenyekiti na kumjaza maneno ili mradi amfanyie kazi yake. Mwenyekiti atarainika na kukubali. Mwisho mwenyekiti ataomba posho kwa Samlata. Samlata naye atagongelea msumari kwa kumwambia kuwa asiwe na wasi kuhusu posho. Atampa mara 2 yake kama atafanikiwa kumkamata Baba Suzi. Mwenyekiti ataonekana kuitikia, kisha kila mmoja kushika njia yake. Kuona kwa mbali, yani wanakuona unafika mbali.
Sawa, lakini pamoja na yote, fanya mpango hata posho. Hii kazi yako niifanye kwa ufanisi sana. Mwenyekiti, kuhusu posho usijali. Yaani hapa zipo. Wewe fanya kazi, posho mimi nitakupa. Tena zaidi ya hiyo. Tunamuona mke wa Mwandola, Nyamizi, akiwa amekaa na rundo la mawazo, akiwa anafikiria kuhusu mumewe itakuwaje huko alipoenda. Mara anatokea Mwandola. Atainuka na kwenda kumkumbatia kwa furaha, kisha kumuuliza kulikoni. Ndipo Mwandola atamwambia kuwa tulikuwa na kikao kidogo na kwa sasa wamepatana na wameshikana mikono, yameisha kabisa. Ndipo Nyamizi atakapomsihi mumewe kuwa ulipogongwa na nyoka inabidi uwe makini, kila jani likikugusa ustuke. Yaani alikuwa anamtahadharisha mumewe. Mwandola atakubaliana na mkewe. Mwisho watakumbatiana pale na Mwandola kumbeba mkewe na kuingia naye ndani. Afadhali sasa umeshangatwa na nyoka, mume wangu. Kwa hiyo kuwa makini, hata jani likikugusa shtuka. Sawa baba? Nitakuwa kimya sasa, lakini ukimya wangu utakuwa na mshindo mkubwa. Akili yangu nitaiweka mbali na wao. Huku Sandra anatoka ndani mbio mbio na kugumiana na shangazi yake Sauda, huku akiwa na hema na kulia. Ndipo Sauda atamuuliza kuna nini? Sandra atamwambia nimeona maiti 2 ndani. Sauda atastuka na kumuuliza alifuata nini na kumtuliza, kisha kumwambia kuwa asiingie tena kule. Akamdanganya pale. Si unajua Sauda, mama mipango, lazima ulainike tu. Alafu utakiwa kuingia kwenye chumba cha maiti kwa peke yako. Kwa hiyo unaingia kwenye chumba cha maiti Usijali, nasikia usirudie tena kwenda kule, sawa? Bwana wewe, huku Sakina na shogake Mpango haishi juu ya kumuua Shubi, wakiwa wamekaa wanapanga mipango ya kumwangamiza Shubi na kumwandalia kilio kizito Tano, bila kujua kumbe yule mpelelezi wa Tano alikuwa akiwasikia kila kitu. Wao wasijue chochote kile. Yaani naona kabisa watakavyoenda kuumbuka. Huku Shubi yuko bize na mtoto wake, hana hata habari kama wenzake wana mipango bila kumuua na kupata kitabu cha uganga. Katoto ndo changamoto kubwa. Mimi nahisi katoto ni kachawi. Maana sio bure kabisa. Yaani aka ni kachawi. Na huyo tabibu nitamfanya alie zaidi alivyolia kwenye msiba wa mke wake Mariamu. Yesi anajifanya mjanja, hataki kutuambia kitabu kilipo. Sakina, nakwambiaje, tutamkomesha. Huku tunamuona Kipara akiwa na Chenga pamoja na babu harusi mtarajiwa. Ndipo watakapoendelea kupeana mipango ya ndoa na wanataka waoe kwanza, msiba ufuate. Wakati wanajadiliana, mara anatokea Mapombe na kuwaambia kuwa kila wanachokifanya wanakijua na hatokubali Sandra aolewe. Ndipo tutaona Mapombe akitupiana maneno na Chenga. Mwisho watataka kupigana. Ndipo Kipara atamgandisha Mapombe kichawi, huku Machibia akiwa anatizama tu asielewe kinachoendelea. Je, wewe unaingilia katika watu wa harusi? Hivi Kipara, una akili kwa timamu wewe? Yaani mimi nipatagua kuwa wewe Kipara una kipara kizuri, safi, umekonyoa vizuri, basi utakuwa na akili. Wenzio maprofesa. Cheki wewe mpumbavu nakaa naombea tu. Mimi najua fika kwa nini yenu nini. Nia yenu kumuua Sandra. Na huo mpango wenu hamtofanikiwa kamwe. Mimi niko hapa. Sitoki, sibanduki. Na hapo swala ndoa alipo. Kaeni mbali kabisa na swala ndoa. Bwana, huku kumekucha. Tunamuona mwenyekiti akiwa na Mgambo, wakiwa na Samlata, wakiwa wanataka kumkamata baba Suzi. Ni kujuze kitu. Tukifika subscribe 1000 tu tunatoa kazi.
hatutotoa kazi kwa sasa mpaka tufike subscribers 1000. Hii itatufanya tuwe na nguvu ya kutoa kazi mpya kila siku. Subscribe, comment ili upate kazi mpya kila itokapo mpendwa. Mwambie ndugu, jamaa, rafiki asubscribe ili tutoe kazi mpya. Mimi ni Suma Mzawa Pro. Karibu mpaka wakati mwingine.